Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, dua aliyoomba Dhunnun, Nabillahi Yunus, alipokuwa memezwa na samaki mkubwa nyangumi, dua hiyo aliyoomba, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Hawi mu'min ni mwenye kuomba dua hiyo aliyoomba Nabillahi Dhunnun au Nabillahi Yunus, illa Allah atamuondoshea mitihani kama vile alivyomuondoshea Nabillahi Yunus mtihani iliyompata. Allah subhanahu wa ta'ala sema, wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi adh-dhulumati an la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin fastajabna lahu wa najjaynahu min al-gham wa kadhalika nunji al-mu'minin. Allah sema, nakumbukeni pindi Dhannun alipomezwa na samaki, akawa yuko katika giza tatu: giza ndani ya samaki, tumbo ya samaki, giza ndani ya bahari, giza ya usiku, dhulumatun thalath. Akawa yuko katika dhiki, hana njia kutoka, akitemwa na samaki, yuko katikati ya bahari kule chini atazama, na akiwa ni mwenye kuwa ufuoni ni giza. Akaomba akasema, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh-dhalimin. Asema Rasul sallallahu alayhi wasallam, hakuna mu'min atakayeomba Mwenyezi Mungu kupitia dua hii wakati anapoona mambo yamezidi, ila Mwenyezi Mungu atamwondoshea. Na kwa ushahidi wa Qur'ani Mwenyezi Mungu asema, fastajabna la, tukaipokea dua yake, wanajjainahu min al-gham, tukamtoa katika dhiki aliyokuwa nao, wa kadhalika nunji al-mu'minin, na hivyo hivyo waumini tutawaokoa.